Karibu katika tafakari yetu ya neno la Mungu siku ya leo. Na siku ya leo tutakuwa na somo letu fupi ambalo tutajifunza kuhusu uzoefu ni uzeefu, au uzoefu unaua ubunifu. Uzoefu unaua ubunifu, au uzoefu ni uzeefu. Hicho kinaweza kikawa kichwa chetu cha somo ambacho wewe unaweza ukaamua kipi ukifuatilie. Kabla hatujaanza tafakari yetu, basi na tumuombe Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa sababu utasema nasi. Asante kwa sababu utatufundisha kupitia neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu na msikilizaji wangu huyu. Baba, ninaomba neema yako ikapate kumfunika na kumsaidia. Jalie kuelewa, jalie kujifunza kutokana na somo hili. Ninatamka baraka na uweza wako ukawe juu yake. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utasema nasi, utatufundisha na utatufafanulia. Baba, tunaomba utujalie kuelewa na kujifunza katika jina la Yesu. Amen. Yes, karibu katika kujifunza, na hapa leo tutakuwa tukitafakari kwa habari ya uzoefu. Tunaposema uzoefu, wakati mwingine unapeleka kuwa uzeefu, ina maana tunazungumzia wale watu wote wanaojua jambo. Najua kuna namna unaweza ukaelewa namna ya kufanya kitu fulani ukawa umezoelea. Baada ya kuzoelea, na tunaposema uzoefu, ina maana unajua kitu hiki kinafanyika hiki baada ya hiki kinafuata hiki. Kwa umezoea huo mzunguko siku zote unaufanya, na kuna mambo unaweza kuyarudia na kuyafanya hata ukifumba macho. Ndio maana kulikuwa kuna msemo unasema, mithali inasema, anayepofuka ukongweni hapotei njia, kwa sababu ameizoea. Lakini leo ninataka nikutafakarisha tofauti, kwa sababu kila mmoja amekuwa anasema kuna msemo mbalimbali inasema uzoefu ni mwalimu mzuri. Kwa kweli mtu anaweza akawa amezoea na uzoefu huo ukamsaidia, na tunaona kabisa hata kama kwenye soko la ajira unakuta mwenye uzoefu ana thamani kubwa kuliko yule ambaye ni mpya kabisa anaanza, kwa sababu anaamini aliyezoelea kufanya jambo fulani, basi kuna mambo mengi amekutana nayo, kuna changamoto mengi ameyaona na ameyashinda au amekumbana nayo. Ni kama vile ambavyo anasema nyani mzee amekwepa mishare mingi. Basi hapa nitakuwa mimi ninakutafakarisha kutukua uzoefu si wakati wote ni mwalimu mzuri, lakini uzoefu unazuia ubunifu. Uzoefu, mtu kimkuta mzoefu ambaye amejifunga kwenye uzoefu, hataki kujifunza vitu vipya, basi uzoefu huo hugeuka kuwa udhaifu. Na siku zote unapopata nafasi, hata ukiwa na uzoefu wa kufanya jambo fulani, usikubali kubaki na uzoefu peke yake, bali chukua uzoefu kama fursa ya kukupa kujifunza na kujifunza vitu vingine. Tupo kwenye ulimwengu ambao kila siku mambo yanakuja mapya. Kuna kitu kinaitwa update na kuna kitu kinaitwa outdate. Kwa hiyo ina maana kama kuna jambo ambalo ulikuwa unalijua lakini linaanza linapitwa na wakati, inaitwa outdated. Lakini kuna jambo ambalo unaweza ukawa ulikuwa unalijua lakini unatafuta taarifa mpya kulihusu, basi tunasema unaji-update, unajitafuta kujirudisha kwenye mfumo ambao unaendelea sasa. Kwa uzoefu usipoangalia, ukiwa na ufahamu ambao umeufunga kuwa unajitosheleza na huo uzoefu wako, basi unageuka kuwa ni uzeefu. Na uzoefu huo unazuia ubunifu, kwa sababu ukitaka kubuni, ukitaka kufikiri namna nyingine, unasema hapana, huwa tunafanya hivi, huwa jambo hili linafanyika hivi. Hata wakitokea watu ambao wanakuambia unaweza ukafanya vizuri zaidi, unakuwa hutaki, unataka kung'ang'ania lile ambalo ulikuwa ukifanya. Tunaona mfano kama aliyekuwa anagundua ndege angebaki na mtazamo wa kuwa baiskeli ni usafiri mzuri unaturahisishia, na ni kweli hakuna siku tungepata ndege. Lakini uzoefu ambao unaweza ukakuzuia kupata ubunifu, lakini ubunifu siku zingine mara nyingi unavunja uzoefu, na unapokuwa umevunja uzoefu, basi mambo tofauti hutokea. Tutafakari kidogo katika neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 38 hadi 40, tuone kuhusu uzoefu kidogo. Neno la Mungu linasema, ndipo Sauli akambika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo cha shaba kichwani, akambika deli
39. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alilokuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Naona hapa ni kisa cha Daudi na Goliath, na tunaona kabisa Goliath ilikuwa ni jitu ambalo Sauli na jeshi lake walikuwa wameshindwa. Yani ni kama wamepata mental paralysis, yani wamepigwa katika ufahamu, hawawezi tena kupigana na Goliath. Anatukana, amekaa vitani zaidi ya siku 40, wamekaa, anakuja na watukana, lakini hawawezi kufanya chochote, na wote wanaogopa kwenda kupigana naye. Lakini anatokea huyu kijana, anakuja kwa mimi nataka nikapigane naye, lakini ghafla wanataka kumvarisha mavazi ya kivita na kila kitu, wanamvika uzoefu wao ili aende akapambane, wakati uzoefu wao huo haujawasaidia chochote na wameshindwa kwa siku zote hizo. Na kijana akakubali, akavaa huo uzoefu wao, akavaa hayo mavazi ya kivita, akavaa hayo magwanda, akachukua maupanga na nini, na akavaa na kofia. Anasema alipojaribu kwenda yakawa ni mazito, akasema hivi vitu sikuvijaribu, sina uzoefu navyo na mimi siviwezi. Akabidi avivue ili aende kwa vitu ambavyo na yeye anavizoea na pia anaweza kufanya kwa ubora. Na alipotoa, akakota mawe, akachukua kombeo yake, akaweka yale mawe kwenye mfuko wake wa kichungaji, akamkaribia yule Mfilisti. Na akaja na mbinu nyingine, wakati alishika fimbo mkononi, wakati Mfilisti alitarajia mtu anayekuja kupigana naye apigane naye kwa upanga, yeye ameenda kupigana na Mfilisti lakini amebeba kombeo na fimbo. Na baada ya hapo Mfilisti akawa anajaribu, anaamini watakuja kupigana kwa mwilini, lakini yeye Daudi akazungusha kombeo yake na kurusha jiwe, lile jiwe likampata kwenye paji la uso, yule Mfilisti akaanguka na akafa. Unaona, kwa kumbe angebaki na uzoefu ule wa kina Sauli, asingeweza kushinda hii vita, angebaki na kushinda, kwa sababu zile mbinu za kizee, zile mbinu zilizoshindwa zimekuwa outdated, zimechoka. Lazima turuhusu kama vijana na kuwa na ufahamu ambao unafikiri. Usikubali kukaa kwenye mfumo kuwa mambo huwa yanaendaga hivi tu, Ni vizuri kujua mambo yanaendaje, lakini hakikisha una uwezo wa kujiuliza maswali. Unakuwa na uwezo wa kujiuliza maswali, kwa je, siwezi kufanya kwa namna nyingine? Teknolojia ndio inapokuja na mambo mapya ndio yanapotokea, kwa sababu kila mmoja anafikiri. Wewe unagundua hiki, mwingine anakuja anaboresha, mwingine anagundua hiki, mwingine anaboresha, na hivyo ndivyo teknolojia huwa zinakuwa na huwa zinafika mbali. Kwa mpendwa wangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ninakusihi sana, hakikisha ubaki kwenye uzoefu peke yake, bali ingia na kujifunza mambo mapya. Kweli unajua jambo linafanikaje, lakini nenda tafuta update, jua mambo yanayoendelea kulihusu jambo hilo, jua mambo yanayoendelea ili usibakie kwenye uzoefu, kwa sababu uzoefu unaua ubunifu. Uzoefu unaua ubunifu, unazuia ubunifu, unaweza ukazuia ubunifu. Mara kadhaa tumeona hiyo, watu wote wenye uzoefu hata makazini wanakuwa ni watu watata sana. Hata ukitaka kuwafundisha kitu kipya, wao wametaka kile cha zamani. Bwana sisi watu tunafanya hivi. Tunafanya hivi, hapana. Lazima tujifunze na tukubali kuruhusu mambo mapya kuingia katika ufahamu wetu na kujifunza kwa upya. Kwa pendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, mimi nikutakie baraka za Bwana katika kuiendea siku hii na katika kutafakari, ili usifungwe na uzoefu. Kama vile ambavyo Bwana ametupa neno hili, basi ninakutafakarisha na ninakuruhusu kwa jina la Bwana, nenda kagundue mambo mapya, nenda kafanye kwa namna ya tofauti, na
Dunia inathamini watu wa tofauti, wanaofanya mambo kwa tofauti. Ukifanya mambo kama kawaida, basi utaishia kuwa wa kawaida. Ukifanya kwa tofauti, utakuwa mtu wa thamani na wa tofauti. Bwana akubariki sana na Bwana akutunze, na ninakutakia baraka za Bwana unapoiendea siku yako ya leo, na karibu tena hapa Gospel Steward TV. Amen.